Yes bana, Barabara TV leo tupo hapa ndani ya Kibana mara baada ya kumalizika kwa mchezo kati ya Simba Sports Club ambao walialika Azam FC kutoka pale Chamazi. Tupo na mdau wa soka hapa ambaye atakwenda kutuelezea kwa namna gani ameutazama mchezo na kwa namna gani anaitazama klabu ya Simba Sports Club na mambo ambayo yanaendelea ndani ya uongozi pamoja ndani ya uwanja. Bwana, mambo vipi? Poa. Bila shaka ni mdau wa soka eh? Ya, mimi ni mdau wa soka. Sasa Simba Sports Club leo mpoteza mchezo kwa mara nyingine dhidi ya Azam FC. Unaitazamaje klabu ya Simba Sports Club kuzingatia na wametoka kufanya vibaya pia katika mashindano ya kimataifa kwa siku zijazo? Unaiona wapi klabu ya Simba? Mimi nafikiri kipindi ambacho wanapitia Simba inawezekana klabu nyingi zinapitia, hususan timu kama Simba imeshawahi kufanya vizuri, ndio maana leo hii watu wengi wanakuwa na pressure, wanaona labda Simba imeanguka. Inaweza ikawa ina quality ya wachezaji wazuri, inaweza ikawa ina uongozi mzuri, lakini ni hali ambayo wanapitia tu wakati mgumu, na imani huko mbele itaimarika, itarudi katika ubora wake. Na kikubwa mashabiki wa Simba, viongozi wa Simba waendelee kuwa pamoja, kuwa wamoja. Kwenye kipindi hichi watarudi kuwa sawa na itarudi kwenye linki yake Simba. Ni wapi waliferi katika mchezo wa leo dhidi ya Azam FC? Wamepoteza nafasi nyingi sana. Kwa mtazamo wako ni sehemu gani ipi ambao waliferi zaidi? Binafsi nikizungumzia mchezo wa leo, Simba imekuwa bora sana kuliko Azam. Kwenye kila eneo imekuwa bora sana kuliko Azam. Lakini kilichoamua mechi ni bahati. Simba amekosa bahati. Simba amekuwa na mchezo mzuri kumzidi Azam, lakini Azam amepata bahati ya kuondoka na matokeo ya kutumia nafasi chache alizozipata. Imeamua mechi, lakini Simba amecheza vizuri, alikuwa na mchezo mzuri. Ni bahati tu ndo Simba anakosa, kwa sababu ukiangalia Simba imekuwa ni rahisi sana kugongesha miamba kuliko kufunga goli. Ni bahati tu haikuwa kwao, walikuwa na mchezo mzuri. Kwa matokeo ambayo klabu ya Simba wanayapata kwa siku za karibuni, unafikiri shida ipo wapi, kwa uongozi ama kwa wachezaji? Mimi naweza nikasema shida inaweza ikawa ndani ya uwanja zaidi kuliko nje. Hata kama kwa uongozi inaweza ikawa ina shida, lakini ndani ya uwanja nafikiri shida kubwa ipo ndani ya uwanja, kwa sababu ukiangalia makosa mengi yanafanyika kwenye kila mchezo ambao unaona Simba labda anacheza vibaya. Hata ule baadhi ya michezo ambayo anashinda kuna makosa ambayo unayaona wachezaji wanayafanya, lakini pia pengine labda inatokana na aina ya walimu ambao wanakuwa nao, wanashindwa kusoma aina ya mchezo husika na kufanya sabu au kupanga kikosi ili kuweza kupata matokeo yaliokuwa mazuri. Nafikiri hiyo pia nayo inaweza kawa inachangia, lakini kiupande wangu mimi sidhani kama shida kubwa ipo kwenye uongozi. Shida kubwa ipo ndani ya wachezaji wenyewe ndani ya uwanja, kwa sababu ukiangalia nafasi zinatengenezwa zinashindwa kutumiwa, backline zinafanya makosa. Kwa mimi navyoona shida kubwa ipo ndani ya uwanja. Wachezaji wa Simba wanapaswa kujitambua, wachezaji wa Simba wanapaswa kuipambania nembo ya Simba, kwa sababu Simba ni klabu kubwa, klabu namba 5 barani Afrika. Kwa hiyo mchezaji anapokuwa ndani ya klabu ya Simba anapaswa acheze kama mchezaji wa hadhi ya Simba, hadhi ya klabu namba 5 Afrika. Wajitambue wachezaji, wajue nini wanachokifanya. Ni nini kifanyike kwenye ili ambalo linaendelea ndani ya Simba? Unasema shida ipo ndani ya uwanja. Sasa ni nini kifanyike? Nafikiri kwa kuwa tunaelekea kwenye dirisha dogo, pengine kuna baadhi ya wachezaji ambao mimi naona binafsi yangu ni kama hawa deserve kuwa sehemu ya kikosi cha Simba kwa aina ya klabu yenyewe na ukubwa wake. Kwa hiyo kwa kuelekea kwenye dirisha dogo, pengine wanaweza wakafanya mabadiliko ya baadhi ya wachezaji, wakaongeza wachezaji, na wale ambao wapo wakaendelea kwa motivate kwa namna yoyote ile ili wafanye vizuri kuelekea, kwa sababu ukiangalia Simba kwenye mashindano ya kimataifa kama tayari ameshapotea. Sidhani kama kuna sehemu amebakiza zaidi ya kupambana ligi kuu au kwenye mashindano mengine tu ya ndani, lakini kwenye mashindano ya kimataifa ameshapotea. Kwa hiyo ni swala tu la kujipanga kuelekea mashindano mengine yanayoendelea na msimu ujao pia, kwa sababu na imani Simba inaweza kufanya vizuri kwenye mashindano yote ya ndani. Yes bana, mimi naitwa Fred Allen Mtingala kutokea pale Barabara TV. Tulikuwa hapa ndani ya Kibaa kupata maoni ya wasikilizaji pamoja na watazamaji kuhusu lile ambalo linaendelea ndani ya klabu ya Simba.